Shikamoo walimu. Sauti ya anayeanzisha salamu ni mbaya. Sauti mbaya jamani, nyie hamuisikii darasa. Sauti ni mbaya hadi kichwa changu kinafanya nzee. Hivi darasa, mnaonaje hiyo salamu angekuwa anaianzisha Sam? Kwanza ni nani amemteua huyo awe anaanzisha salamu? Hamuoni kwamba ana sauti mbaya huyo? Usinitolee macho dogo. Sauti yako ni mbaya, lazima nikwambie ukweli. Sauti kama ndugu kameza tope bwana. Haufai kabisa kuanzisha salamu. Kwanza inamkatisha tamaa hata anayesalimiwa. Yaani nimekuja hapa na vibe la kufundisha lakini vibe linakata. Sauti yako ni mbaya. Darasa la 7. Darasa la 7. Hivi mnaonaje sauti ambayo ingetakiwa itumike kuanzisha salamu hapa darasani iwe ya Sam? Huyo ndo ana sauti nzuri bwana ya kunguruma. Huyu hana sauti ya kuanzisha salamu, mtakuja kukatisha watu tamaa bure. Mwalimu wewe huwa unampaga nini mwanangu? Sijakuelewa, unamaanisha nini? Meli, unajua mwalimu anampenda sana yule dogo cheupe kuliko mtu yoyote hapa darasani. Nimeliona hilo hata mimi. Minong'ono inatoka wapi tena? Darasa la 7 Darasa la 7 Bila kupoteza muda, naomba salamu irudiwe, lakini kwa mara hii naomba salamu aianzishe Sam. Sam, anzisha salamu. Heshima. Walimu. Marhaba. Hamjambo darasa? Hamjambo. Hiyo ndo sauti haswa ambayo nilikuwa natamani sana iwe inatumika kwenye kuanzisha salamu. Lakini ile sauti ya mwanzo ya huyu bwana huyu Kitundu, kwa kweli mimi sijaitamani wala sitaki kuisikia tena. Kama ndio mmemchagua nyie kuanzisha salamu, basi kwa walimu wengine, sio mimi Bi Kachala. Nikiingia hapa darasani nataka niisikie sauti ya Sam ndio inaanza kuyoyoma. Hivi mnanielewa darasa? Nimekuelewa. Mnanielewa vizuri? Ndio. Sadakta. Oya wewe mwanangu, lazima kuna kitu huwa unampaga huyu mwalimu. Hebu acha uchizi bwana. Kitu gani? Mimi sijawahi kumpa kitu chochote huyu. Sam. We Sam. I say, nani huyo? Nasikia minong'ono mtu anaita Sam. Nani? Ni mimi madam. Nilikuwa namuita Sam aniazime peni. Anaduka huyo? Eti we binti nakuuliza, huyo Samu anaduka? Hebu mpumzisheni mtoto wa watu bwana. Anaduka la karamu huyo? Au kumsumbua tu mtoto wa watu? Akonde. Huko umepita barabarani wakati unakuja shule. Kwa nini hujanunua karamu? Kuja kumsumbua mtoto wa watu vipi? Mnapewa pesa za karamu na wazazi wenu, mnanunulia vitumbua. Mshenzi wewe. Sasa wale wako nisikie tena Sam. Kama peni huna basi utaandika na vidole. Halafu na wewe Kitundu, mara ngapi nakwambia hizo ndevu unyoe? Hata kama ni utu uzima umekukuta hapo darasa la 7, ndio uachie mindevu hivyo na kuifunga kama mikia ya pweza. Sasa nakupa siku moja. Kesho nione upara hapo kidevuni ngwe. Sitaki kukuona na mindevu hiyo tena. Na kama nikija kesho ngakukuta na hiyo mindevu, nakuja na kipande cha chupa. Nitakunyoa na chupa. Sijui unanielewa? Shule hakuruhusiwi ndevu. Sijui unanielewa? Sheria za shule unazijua. Ndevu hatuzitaki. Toa hizo ndevu, sawa baba? Sawa, madam, nimekuelewa. Lakini kama mimi nitatoa ndevu zangu na Sam pia atoe ndevu zake. Atoe ndevu hizo. Haiwezekani. Sasa Sam akitoa ndevu mimi nitashika nini? Jamani, amekuwa haya. Kumradhi darasa. Nilikuwa namaanisha kwamba Sam hawezi kutoa ndevu zake kwa sababu yuko smart. Darasa zima linajua kwamba Sam yuko vizuri, ni msafi, ndevu zake kazichana vizuri, kazitia marashi zinanukia. Ila ndevu za Kitundu zinanuka kimunyenge. Jamani, ndevu za Kitundu zinatia uhasama, hazitii uhasama. Zinatia uhasama, hazitii uhasama. Zinatia uhasama. Kwa hiyo mimi ndio maana nimekwambia Kitundu hizo ndevu zitoke. Sasa wewe kuwa mbishi. Kama wewe unanibishia mimi na sheria za shule, sawa, acha hizo ndevu. Na kesho tutaonana. Bakari Kiboga, mme wangu, hivi unakumbuka kwamba hatujalipa ada ya mwaka mzima? Tunadaiwa ada ya mwaka mzima. Na istoshe, huu ni mwaka wa mwisho kijana wetu anatakiwa kufanya mtihani wa darasa la 7. Na unavyojua kwamba hawezi kuruhusiwa kufanya mtihani kama hatujamaliza ile ada. Najua mke wangu. Najua vizuri kabisa. Hapa ndo najitahidi kukangagula kitu. Lakini kila nikikangagula nasikia nkwe. Kila nikikangagula nasikia nkwe, kichwa kimegonga kabisa. Michongo yangu yote siku hizi imekuwa michongoma. Sipati pesa, vibarua vimeota nyasi. Hata sijui napata wapi pesa ya kumlipia mwanangu. Natamani sana mwanangu asome pasina fujo afanye mtihani wake wa mwisho vizuri, lakini pesa sina. Bakari Kiboga, mme wangu, hiki ndo kipindi ambacho unatakiwa kusimama kama mwanaume. Hiki ndo kipindi ambacho unatakiwa kusimama kama kichwa cha familia, kuziokoa ndoto za mwenetu. Kijana wetu anapenda sana shule. Na istoshe ni mtu wa vipaji maalum. Sasa si vyema kijana akamaliza ndoto zake zikafa tu ghafla.
wakati kijana bado tunaona kabisa ni msaada wa pekee mbeleni. Mimi nilikuwa najaribu kukopa kwenye vikoba, lakini wamenikatalia kwa sababu nilishawahi kukopa na nina deni kubwa sana ambalo ndo limetusaidia kupaua hii nyumba yetu. Kama unakumbuka, tulikuwa hatuna hata bahati za kupaua hii nyumba. Tumepaua kwa deni la vikoba. Sasa hivi wananikatalia katu. Hawataki nichukue hata 100. Vikoba achana navyo kwanza, mke wangu. Kwanza jana nilitukana sana na yule mama tumbo yule. Tulikutana barabarani akawa ananitukana, anasema, "Bakari Kiboga, waja kuliwa kiboga." Yaani mimi naja kuliwa kiboga. Namuuliza, "Kwa nini?" "Mke wako anadaiwa kwenye vikoba na deni lapata mwaka mzima sasa hajalipa." Hilo swala limeniuma sana. Halafu ananiambia mie mtoto wa kiume narusha mikono nyuma, nalegea. Basi mke wangu, vikoba achana navyo kwanza, vitakuja kutuua. Mwisho wa siku hata hii nyumba pia iuzwe kwa sababu ya kulipa madeni. Waacha mie nipigane siku hizi 2-3, huenda nikaokota chochote. Halafu yule kijumbe mama tumbo ananitafuta kabisa. Sasa kuja kumtukana mume wangu kisa deni la vikoba ambao nimekopa mimi. Wewe linakuhusu nini? Ile deni ni la kwangu mimi, sio la kwako. Aje aseme na mimi. Mbona mimi ananiogopa? Akikutana na mimi haongei chochote, anakuja kuongea na wewe. Basi usijali mume wangu. Anyway, wewe pigana siku hizi 2, ukiokota hata 300 twende tukapunguze deni. Hivi Maria, I'm sorry lakini kama nitakuwa nakushumbua. Hivi wewe unasoma ili uje kuwa nani? Unamaanisha ndoto zangu mimi baada ya kumaliza shule, si ndio? Mimi kwa kweli natamani sana kuja kuwa journalist. Acha hapo kwenye Kiingereza Maria, unanichanganya. Journalist ndio mtu gani? Wewe nawe shemtoe, journalist humjui? Journalist ni mtu wa habari. Yaani nataka kuwa mwandishi wa habari. So daktari, nimekuelewa vizuri Maria. Na hata hivyo kazi uloitaja, muonekano wako, ongea yako, unafaa sana kuwa mwandishi wa habari, kwa sababu mwandishi wa habari unataka kidogo mdomo uwe mwepesi. Na wewe pakala mdomoni unayo. Kwa hiyo mimi nadhani hiyo uliyoitaja inaweza ikatokea kweli ukawa hivyo. Nakuombea sana. Asante sana Shemtoi, na mimi pia nakuombea. Japo bado sijajua wewe ndoto zako ni zipi. Sijajua unasoma ili uje kuwa nani. Unaweza kuniambia? Yaani mimi piga huwa garagaja, nataka kuja kuwa daktari. Jamani, hongera sana Shemtoi. Na mimi nakuombea kama unavyoniombea wewe. Nakuombea hivyo uje kuwa daktari, ndoto zako zitimie. Asante sana Maria. Na kama ikishindikana kabisa udaktari nikaukosha, basi piga huwa garagaja. Natamani kuja kuwa mwanamuziki mkubwa sana kwa sababu nina kipaji cha kuimba. Shemtoi, huo uongo sasa. Hebu niimbie kwanza, niimbie nisikie. Niimbie wimbo mzuri wa kunibembeleza. Naanja hapo. Choche ya kuni kipenzi changu, asubuhi tumbo likikuming'inya, pokea kidogo changu, tunywe chai na mkate wa kumimina, akili kichoka, riski kikocha, najua kwako mtajiri waja. Kama makocha nivute chumbani, kununa na jile maja, ustahimilivu, munao wachache mna. Nani huyo aliyekuwa anatia kelele? Hivi nyie mnajitambua kweli? Mna akili timamu nyie? Shule nzima iko kimya, darasa moja tu ndio linatia fujo. Mnatia kelele na istoshi nyinyi darasa la 7. Mpo kwenye semester ya mitihani, badala ya kusoma kujiandaa na mitihani mnatia kelele, mnaimba, sauti yenyewe mibaya kama wenda wazimu. Nani yule aliyekuwa anaimba? Mmekaa kimya. Nani aliyekuwa anaimba? Au mnataka nitembezee viboko darasa zima? Nani? Ajitaje bwana. Mwalimu, Mbosso wa kuchaji ndio aliyekuwa anatia kelele bana. Mbosso wa kuchaji? Mbosso wa kuchaji ni nani? Mwalimu nawe, huyo huko Mbosso mwenye visharubu. Nilijua tu, huyu ndo anajifanyaga msanii wa darasa. Sauti yenyewe mbaya, sauti inafyafyoma kama anatolea kwenye kishundu. Alafu Maria, toka umeanza kukaa na huyo kijana dawati moja, performance yako imepungua sana. Japo nafasi yako ndo ile ya kwanza, lakini marks zako ni za chini sana. Sijui kama umelitambua hilo. Huyo anakupoteza huyo. Wewe kijana, Shemtoi. Wewe Shemtoi. Naomba unifate ofisini ukanielekeze vizuri. Nani kakutuma uimbe singeli kwenye muda wa vipindi? Naona sasa shule mnaifanya kama ya bibi yenu. Unafanya tu kile unachojisikia. Muda wa vipindi wenzako wanasoma wako busy. Hivi hamuoni mwenzenu Sam? Kwa nini hamchukui mfano wa huyu kijana Sam? Yuko serious muda wote, yuko busy anajisomea. Wewe unajifanya unajua kuimba, unatia kelele, tena ni muda wa vipindi. Sio muda wa michezo huu kusema talent. Talent yenyewe iko wapi? Sauti mbaya, unatia kelele. Muda wa vipindi unaimba singeli. Mwalimu hajaimba singeli. Wewe, Maria, kaa kimya, siongei na wewe. Wewe Shemtoi, nifuate ofisini. Anakwenda kuntia viboko hivyo tena. Nifuate ofisini Shemtoi, na nakupa dakika moja tu. Zaidi ya hapo hatutaelewana kabisa.
Nenda mpenzi wangu, usiogope na usisite kwenda kujitetea, kwa sababu mimi sioni kama unakosa kivile. Ni jansi tu talent, mtu kuonyesha talenti yake sio vibaya. Wewe mwambie tu una kipaji na unajaribu kudumisha kipaji chako. Sidhani kama ni kosa ambalo linapaswa wewe kunyanyasika kiasi hicho. Mbosso wa kuchomelea leo kayakanyaga leo kwa maadamu. Nenda kulambwa viboko kama namuona. Naye dogo kuimba ajui, analazimishaga talent tu. Mimi huwa ananiuzi, unajua sometime nashindwaga tu kumwambia kwamba dogo hujui kuimba, kaa kimya. Ni kwa vile tu sina mamlaka ya kumnyamazisha mtu darasani. Halafu anaimba kwa sauti. Sijui anatakaga sifa kwa madem. Angejua kwamba sauti yake ni mbaya, asingelikuwa anatia kelele darasani. Na wewe umeambiwa hizo ndevu kesho mwalimu asizione. I can't wait to see you in a new appearance. Sipati picha, sijui utakuwaje. Na upara huo kichwani, uso utakuwa kama embe. Embe dodo, embe dodo, embe dodo. Limelala mchangani kwa ubaha na mazoea. Wewe wangu wa milele. Na sometimes unaongeaga ufilangoto wewe mwanangu wewe. Yaani kweli mwanaume, mtoto wa kiume kabisa, unachekelea mwanaume mwenzako kuambiwa akanyoe ndevu. Wewe si ufala huo. Sasa mimi nikwambiaje Sam? Yaani ukiona mimi nimetoa hizi ndevu zangu, basi darasa zima hakuna mtu mwenye ndevu siku hiyo. Wewe kama huwezi kutoa ndevu zako, mimi siwezi kutoa za kwangu. Ndevu ni za aina moja. Kama wewe una ndevu na mimi nina ndevu, haijalishi za kwangu nimezifunga au zimekaaje. Ni mradi tu wote tuna ndevu darasani. Mimi siwezi kutoa ndevu zangu wakati wewe una ndevu bwana. Hilo swala haliwezekani. Kwanza utakuwa ni unyanyasaji wa kijinsia. Alafu wewe Kitundu. Wewe Karunde, kwani vipi? Unanitaka? Nikutake wewe kwa lipi bwana? Nilitaka nikwambiaje, unafanya makosa sana kulinganisha ndevu yako na za Sam. Sam ana ndevu nzuri, zinavutia. Yaani kweli mimi mwenyewe natamani hata kuzishikashika. Ila za kwako hizo sio ndevu. Hizo ndevu au malelema. Ndevu zimechuchumaa kama uyoga bwana. Mimi niko pamoja na madam Bikachala. Hizo ndevu zitolewe. Mimi mwenyewe kesho sitaki kuziona, kuanzia kesho ndevu zako sitaki kuziona. Wewe dem Karunde unawashwa nijibu, unawashwa? Siwashwi. Sasa kama huna mwasho wote unaokusumbua basi achana na ndevu zangu. Alafu usitake kunichokonoa ukaanzisha bifu na mimi. Nitakudhalilisha darasani ujue. Nikaushie, kaa kimya. Hizi ndevu mimi sitoi na hakuna mtu akunilazimisha kutoa ndevu hapa darasani. Hakuna maneno. Sawa, sisi hatuna neno Kitundu. Ngoja tusubiri kesho tuone ukimdendia madam. Maana madam ndo alisema kwamba utoe ndevu hizo. Hebu nipumzisheni basi wanangu. Mbona mnanizonga zonga? Au mnataka hadi siku nije kwenye madawati yenu ndio mniheshimu? Ngunga, nimepokea maoni mengi na malalamiko mengi kutoka kwa wanafunzi pamoja na walimu wenzako. Wanafunzi wanasema Ngunga, you are not responsible. Tena wakati ukiwa darasani huwajibiki kabisa. Ukienda darasani unaimba kidogo, mara ghafla unasema umelegea, haufundishi chochote kile. Sasa Ngunga, kwa mfululizo huo wa maisha ambao unakwenda nao, mwenendo huo, hii shule ni ya private, tutakufukuza. Sasa kwani wewe ulikuwepo? Nilikuwepo wapi? Huko darasani wanakosema mimi nilikuwa nalegea, wewe ulikuwepo? Nimekwambia hayo ni maoni. Maneno ya watu nsumu, headmaster, usiwasikilize hao, wanataka tu mimi mfukuzwe kazi hao. No, hapana. Ngunga, ingekuwa nimepokea maoni ya mtu mmoja, ningesema na kusingizia. Ni maoni ya wanafunzi pamoja na walimu pia. Walimu wanalalamika, ukiwa teacher on duty umepangwa na mwalimu fulani, unachelewa kuja shule, you are not responsible kabisa. Yaani hadi walimu wengine wanakataa kabisa kupangwa na wewe wiki moja kwa sababu hawataki kupangwa na wewe kwenye zamu, unachelewa kufika shule, haufanyi kitu chochote kile. Wewe kazi yako ukiulizwa vipi, mbona umechelewa shule, unasema unalegea, unachoka. Sasa hiyo ndo nini hiyo? Ngunga, kweli ndo tutaenda hivyo, tutafika kweli? Ndiyo, lakini hapana. Huo uvivu na ulegevu hauna manufaa na maendeleo katika shule yangu. La, usiwasikilize hao headmaster. Hao ni husda tu na wivu. Mie almost walimu wengi wananichukia sana na baadhi ya wanafunzi. Na yote hayo kwa sababu mie nimejaliwa mindevu. Nina ndevu mzuzu, ndevu ambazo situmii hata mafuta ya kukuza ndevu, zimeglow vizuri. Stupid. You are very stupid Ngunga. Stupid teacher. Wewe ni mwenda wazimu Kwani unakuwa mjinga kiasi hicho Ngunga? Sasa nywele zako wewe, ndevu zako hizo zina faida gani kwenye maendeleo ya shule yangu? Ni vipi hizo nywele zako zinaweza kuwa na development in my school? Hazina faida yoyote hizo. Mimi ninachotaka ni good performance ya shule, maendeleo mazuri, uchapakazi. Sasa sikiliza Ngunga, nakupa nafasi ya mwisho. Nikiendelea kupokea maoni kama haya moja kwa moja, na kwambia kazi utakuwa huna kwenye shule yangu. Nitakufukuza. Trust me headmaster, I will do better. Nitafanya vizuri zaidi. Wala usiwe na wasiwasi.
na masikio yako tia korosho na pamba, usiwasikilize hawambea viganguzi. Okay, nenda kaendelee kufanya kazi. Fanya kazi Ngunga. Alafu naomba upitie pale kwa Madam Bikachala. Naomba uchukue, kuna faili zangu pale mpya. Naomba uzichukue, alafu kama utaagiza mwanafunzi au utaniletea hapo ofisini, whatever. Ni lizigo likubwa au faili chache tu? No, ni mzigo mkubwa tu kwa sababu niliagiza faili mpya kutoka Dubai. Kwa hiyo ofisini kwangu hapa nilifunga, hivyo waliziweka kwa Bikachala pale. Nenda kalete ule mzigo. Kama lizigo likubwa basi mimi nishachoka. Unasemaje? Nalegea, mimi nimechoka, siwezi kulibeba hilo. Sasa bwana tajiri Zumbe, mie kichwa changu cha mkongoga vibaya mno. Hapa nimechanganyikiwa na vile mmekosa nywele za matumaini hapa mbele, ndo kabisa nakosa hata pa kujikuna. Waswahili wanasema kwamba mficha mbunye hazai. Kuna msemo mwingine tena wanasema kwamba mficha maradhi kifo humuumbua. Sasa mie sitaki kumbuka na kifo, nimekuja nikwambie maradhi yangu kabisa, sitaki kuyaficha. Mie bwana nina shida. Mwanangu yupo darasa la 7. Ada mwaka mzima huu, wakati anaingia darasa la 7 sijalipa. Nadaiwa ada. Na semester hii wanatarajia kufanya mitihani ya mwisho. Najua hataweza kufanya mtihani yule. Hataweza, hawatamruhusu. Lazima tu atamfukuza. Kwa hiyo nisitiri ndugu yangu. Niazime kajipesa kidogo niende nikalipe. Halafu mie nitahangaika huku na kule, nitapigana, nitarejesha. Nimekusikia Bakari Kiboga na nimekuelewa vyema kwamba una shida ya ada. Kijana wako anaweza kufukuzwa shule muda wote ule. Sasa mie nikurejeshe nyuma kidogo. Wahenga walikuwa wanasemaga, japo kwa kificho sana, walikuwa wanasema kama unataka kula lazima ukubali kuliwa. Na maana gani kusema hivyo? Sina maana mbaya. Unajua mke wako Bimlole mimi nilikuwa namtaka sana siku nyingi yule, na alikuwa ananikataa kwa sababu yako wewe Bakari Kiboga. Sasa mie kwa sababu nyie mmekuja na shida, mie sita kuwasaidia, lakini kwa sharti moja. Namtaka mke wako kwa siku hii moja tu. Siku moja tu mke wako namtaka. Halafu mimi nitalipa ada yote ya mwaka mzima ya mwenenu, na pesa ya kula nitawapa. Yaani yale aliyokuwa anasema mtaani kumbe ni kweli. Mimi nilikuwa najua ni maneno tu watu wanakusingizia. Kumbe ni kweli bwana we. Zumbe wewe ni Batazari mla viboga Yaani mimi kunisaidia mimi ndugu yako, rafiki yako wa kushibana, hadi nikupe mke wangu ulale naye siku moja. Hiyo si fedheha hiyo. Hiyo si aibu kubwa hiyo. Huo si udhalilishaji wa kijinsia huo. Ndio maana nimekwambia Bakari Kiboga, si lazima, sijakulazimisha. Ila kama kweli mnahitaji msaada na mko serious, basi lete mke wako hapa Bimlole. Siku moja tu mimi nitalipa ada yote, na nakuhakikishia hamtalala njaa nyie, nitawarisha. Zumbe, Naam. kweli mimi nina shida kweli. Mimi nataka mtoto wangu alipiwe ada, lakini kwa masharti hayo sitaweza. Kidudulu cha mke wangu kina thamani kubwa kuliko ada ya mtoto. Yule ni wa kwangu mimi mwenyewe, na ndio maana nimemlipia mahali mimi mwenyewe. Nipo naye nyumbani mimi mwenyewe, sio wa kushana mtu kwa sababu ya kupata. Kama kuuza wanawake basi ndio kumaliza matatizo, tungewauza, lakini wa kwangu mie siuzi. Kwa heri bwana. Nenda kajifikirie Bakari Kiboga. Ukiona hilo linafaa, liko sawa, basi utamleta mke wako. Faili lako hapa linaonyesha unadaiwa ada ya mwaka mzima hujalipa. Halafu bado uko darasani unawapigia kelele watoto wenzio ambao wamemaliza kulipa ada. Unampigia kelele Sam Cheupe, handsome boy wa darasa. Hivyo una akili timamu kweli? Wewe una kipaji gani cha kuwapigia kelele watoto wenzio ndani waliolipa ada? Sasa sikiliza. Nenda kakae kwenye dawati pale, uandike barua ya maelezo na nakufukuza shule leo. Faili lako hapa linaonyesha unadaiwa ada ya mwaka mzima hujalipa. Halafu bado uko darasani unawapigia kelele watoto wenzio ambao wamemaliza kulipa ada. Unampigia kelele Sam Cheupe, handsome boy wa darasa. Hivyo una akili timamu kweli? Wewe una kipaji gani cha kuwapigia kelele watoto wenzio ndani waliolipa ada? Sasa sikiliza. Nenda kakae kwenye dawati pale, uandike barua ya maelezo na nakufukuza shule leo. Ona, kananitolea macho kama kenge mwenye kichocho. Ina maana hujanielewa au dharau? Masikio umeatia pamba. Nimekwambia hivi, kaa pale kwenye dawati,
utaandika barua ya maelezo kwa nini unafukuzwa shule leo, na shule leo kuanzia leo utakuwa huna. Hebu ngoja kwanza Bikachala, tuongee kama mtu na mtu, yani tusiongee kama mwanafunzi na mwalimu, kwa sababu tukiongea kama hivyo ijara unaona zinazidi. Yani unataka kunifukuza shule mimi kwa kosa gani? Ina maana wewe hujui kosa lako au unataka tuanze kuelekezana kwa fimbo? Hujui kosa lako wewe ulichokifanya. Unapigia kelele wenzako darasani ambao wamelipa ada wamemaliza. Unampigia kelele Sam Cheupe handsome wa darasa. Halafu pia haujalipa ada wewe. Sifuri kabisa, faili lako halijalipa ada mwaka mzima. Yani kwa hiyo mwalimu Bikachala, Wewe sema. Unataka kuniambia kwamba kwenye hiyo barua ya maelezo natakiwa kuandika kwamba nafukuzwa shule kwa sababu nimempigia kelele handsome boy wa darasa Sam Cheupe, si ndio? Na wanafunzi wengine ambao wamemaliza kulipa ada. Sasa sikiliza Bikachala, mwalimu wangu mwenye mdomo mwepesi kuliko wote. Wewe issue ya ada nilikuwa naomba tu achane nayo kwa sababu wewe haikuhusu. You are not responsible for that situation. Huwezi ukanifukuza shule wewe kwa sababu ya ada, kwa sababu wewe huhusiki. Issue ya ada tumwachie mkuu wa shule. Yeye mwenyewe ndo ataamua kama hasifai na daiwa madeni mengi nifukuzwe shule, yeye ndo ataamua, ila sio wewe. Wewe labda uzungumzie issue za kimalaya hizo za kumpigia kelele Sam Cheupe, lakini sio ada. Achana nayo kabisa. Kwa hiyo dogo Shemtoi, unataka kunipangia maamuzi mimi? Una maamuzi gani bwana Bikachala? Wewe ni mwalimu tu kama walimu wengine. And this is a private school. Mwenye mamlaka ni mkuu wa shule tu hapa na mwenye shule. Ila wewe huna maamuzi yoyote ya kunifukuza mimi shule kisha ada. Alafu mimi sijapenda basi. Ni hali ngumu tu ya maisha. Kwa nini unataka kutugombani kwa sababu ya vitu vya ajabu ajabu? Wewe hivyo vitu havikuhusu. Wewe zungumzia issue za Sam, maana unamkazia Sam sana kuliko kitu chochote kile. Wewe unataka kunifukuza shule mimi kisha ada wewe kama nani? Sikiliza teacher, usitaki tugombane hapa kisha vitu vidogo. Wewe tuzungumzie issue za kelele darasani, na zile sio kelele. That is talent. Ilikuwa ni talent tu naionyesha darasani mbele ya watu ya wanafunzi wenzangu ili wajue kwamba mimi najua kuimba. Kanaongea, sikiliza. First of all, usiniite teacher tena. Kama ni mistakes iwe mistake tu, ulimi umeteleza. Mimi sio teacher. Mimi ni madam. Huna madam wote. Wewe teacher. Tuheshimiane Shemtoi. Teacher Konde. Naomba tuheshimiane kijana. Teacher. Shemtoi. Teacher Konde. Nite madam. Bwana wewe teacher tu. Huna madam wote Bikachala. Kwa shule gani? Shule yenyewe hiyo, shule imekaza kama engine ya tractor. Alafu unasema madam. Madam anatakiwa kuwa mweupe fulani hivi mpole, haongei sana kama wewe. Nani? Sangunga. Aha, samahani mwalimu kidogo. Kuna issue inaendelea hapa ndani, nikimaliza basi nitakuruhusu ingie. Halo. Haya sawa. Dogo, tunakuelekea sasa naona kama tutavunjiana heshima. Na ni bora nimekuita ofisini kwangu. Ingekuwa mbele ya wanafunzi, tayari ungeshanidhalilisha mimi. Kwa sababu unaongea sana. Mtoto mdogo unaongea sana. Mimi nitaachana na issue za ada. Lakini swala la kutia kelele, la kumpigia kelele Sam Cheupe darasani bado liko pale pale. Nitakupa adhabu. Mimi sina kosa bana madam. Kwanza ile sio kelele, ile ni talent. Wewe huna kipaji cha kuimba Shemtoi, usijidanganye kabisa. Hebu kwanza sema sasa. Shasha. Umeona sasa? Hebu sema siwezi, sema sitopenda tena. Siwezi, sema sitopenda tena. Nadhani sasa umenielewa. Hakuna msanii wa hivyo Shemtoi ambaye esi anatamka esh. Hilo swala haliwezekani. Sasa mimi nikuombe tu usipige tena kelele darasani za kuimba. Kama kutia kelele, tia kelele za kusoma. Na kama utatoboa ni sawa, lakini najua kichwa chako ni korosho. Naomba uondoke. Adhabu yako utamwagilia zile bustani za pale stafu mwezi mzima huu. Utamwagilia kila siku asubuhi. Vipi baba, mume wangu kipenzi, Bakari Kiboga? Mbona umenyong'onyea? Na leo pia umekosa chochote kitu? Sio kukosa tu. Katika siku ambazo nimeiona fedheha ya umasikini ni leo mke wangu. Ni leo. Yaani leo nimeonekana kabwela ambaye sina thamani katika ulimwengu huu wa dunia. Naenda kuomba msaada kwa mtu anikopeshe fedha. Kweli anandaimie mke wangu. Yaani kwamba mie nimpeleke mke wangu pale kama rehani kwa siku moja ndio anipatie hizo pesa. Mie Bakari Kiboga. Wai! 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 Kelele hizo nazo vipi mme wangu? Hebu basi tulia baba Bakari Kiboga. Tulia. Sasa utantia hata na mimi huzuni nianze kulia. Na hakuna mtu wa kutunyamazisha. Unajua wahenga walikuwa mbele ya muda sana mme wangu. Walichokuwa nakisema kwamba cha mtu ni mavi, ukikiona tema mate uondoke. Walisema kwa sababu wanajua watu na vyao wana roho mbaya, ni makatili. Ni nani huyo mme wangu ambaye
alikuwa ananitaka mimi kama rehani ili akupatie wewe pesa. Ni nani huyo? Ni Zumbe huyo, mke wangu. Zumbe huyo. Ile ni laana iliyopitiliza. Yaani yule bwana ana mambo ya hovo mimi sijawahi kuona katika maisha yangu. Na hana aibu katika uso wake. Yaani live bila chenga anamwambia mwanaume mwenzake kwamba namtaka mke wako ndio nikupatie pesa. Kweli dunia imekwisha. Dunia hii imekwisha. Watu wa hovyo wanazidi kutililika na wanabarikiwa kweli. Yule bwana kabarikiwa pesa, lakini roho mbaya na ukatili. Hachelewi kumtaka hata mwanaume mwenzie yule. Basi mme wangu, tuliza jazba. Huko sio kwa kurudi tena. Tuliza, usiongee sana, usije ukaribu sauti hiyo baadaye ukashindwa kunibembeleza. Tulia mme wangu, huko sio kwa kurudi. Ushajua jitu ni katili, sio la kulikurubia tena. Hata tu mimi kesho tuna kikao cha vikoba. Niende nikazungumze tena na ndugu zangu, kama wanaweza kunielewa basi watanipa hela ili tukapunguze hilo deni shule. Darasa la 7 Darasa la 7 Mbona mmechoka leo vipi? Toeni sauti basi, changamkeni. Nyie ni LI ujue last year. Darasa la 7 Darasa la 7 Sadakta. Sasa nimepata maelekezo mapya kutoka kwa mkuu wa shule. Mkuu wa shule ameomba huyo Shemtoi na Maria watenganishwe, wasikae pamoja. Wanatutenganisha mpenzi wangu. Madam Bi Kachala, mimi kwa kweli siwezi kuishi hapa darasani bila Shemtoi. Siwezi kukaa bila Shemtoi. Na sioni kama kuna sababu ya msingi ya kunitenganisha mimi na Shemtoi. Acha ubishi Maria. Hayo ni maelekezo kutoka kwa mkuu wa shule. Na sio ombi, ni lazima. Mkuu wa shule kaagiza kwamba wewe usikae pamoja na Shemtoi kwa sababu Shemtoi anadumaza performance yako ya darasani. Na wazazi wako pia wameagiza hivyo. Wewe unataka kubisha nini tena wewe? Sasa sikiliza. Maria, kuanzia leo utakaa na Kitundu. Shemtoi utakuja kukaa hapa front. Mwalimu, nakusikia sema. Mimi nilikuwa na shauri Maria akae na Sam kwa sababu wanaendana kabisa, black and white. Wewe nawe Karunde, sometime akili zako sijui unazishodeka kama kwa pani. Yaani hufikiri, huna fikira pana. Ushawahi kuona wapi? Yaani ni mkabidhi ng'ombe alindie majani. Hilo swala haliwezekani. Maria hawezi kukaa na Sam. Kwanza hata hawaendani. Unaangalia kwa jicho gani wewe? Nishasema na nimemaliza. Maria atakaa na Kitundu. Shemtoi atakuja kukaa hapa mbele. Full stop. Kwa hiyo mwanangu, saizi unaenda kukaa na mtoto mkali au vipi? Mimi sio limbukeni kama wewe Sam. Hivi vitu mimi kwangu ni vitu vya kawaida kabisa yani. Kitundu utakwenda kukaa na Maria. Halafu nikukumbushe tu, sio kwamba nimesahau, sijasahau. Kesho sitaki kuziona hizo ndevu darasani. Endelea kunikunjia sura tu, lakini ndo kama nilivyokuambia. Hakikisha kesho ukija hapa, hicho kidevu kinakuwa kama mgongo wa chura. Sitaki kuona hata kindevu kimoja. Hakikisha unanyoa hizo ndevu Kitundu. Usitake kugombana na mimi. Ila madam bwana, una idea za kiuonevu. Yaani mimi mara ya kwanza nilikuwa pamoja na wewe, lakini saizi naona kama ni uonevu fulani hivi. Kama unawaambia wanafunzi wakanyoe ndevu, ni bora wanyoe wote tu, wote waje na vipara. Sasa umemnganganiza Kitundu tu. Ndiyo, ndevu zake ni mbaya, hata mimi mwenyewe sizielewi. Lakini sasa kwa nini Kitundu tu moja kwa moja? Kwa nini Kitundu wakati Sam naye ana ndevu? Kama wanyoe ni wanyoe wote. Aha, wewe ndo msemaji wa darasa Tuwe binti kama Mongombole. Wewe ndo msemaji wa darasa, si ndio? Maana sijaona mtu mwingine aliyopinga swala la Kitundu kwenda kutoa ndevu. Wewe ndo mtu wa kwanza kupinga Kitundu aende akatoe ndevu. Sasa nataka uniambie, hizi ndevu za Kitundu wewe una kazi gani nazo? Mimi sijasema kwamba nina kazi nazo. Hizo ndevu kama uyoga wa msane mimi nzipeleke wapi? Sina kazi nazo, ila mimi nilikuwa nasema katika wanafunzi kusiwe na upendeleo. Yaani mmoja inaonekana yeye ndo ana makosa makubwa kuliko wenzake, wakati wote wapo katika hali sawa. Wote wana ndevu. Kama anaenda kutoa ndevu Kitundu, basi Shemtoi naye akatoe hayo masharubu na huyu Sam pia naye atoe ndevu. Wote watoe ndevu. Baby, umewaona hawa eti wanataka na mimi nitoe haya masharubu yangu kweli? Usiyatoe baby. Usitoe. Hayo mimi ndio yamefanya nikupende. Usithubutu kuyatoa. Wewe naye Karunde, kama unakosaga mada za kuongea ni bora ukae kimya. Sio lazima ushoboke darasani uonekane unajua kuongea sana. Wewe unalazimisha mimi nikatoe ndevu wewe kama nani? Maada mwenyewe kasema ndevu zangu zinavutia, ni very expensive. Wewe unataka mimi nikazitoe kama nani wewe? Kitundu ndo anapaswa kutoa ndevu tu peke yake. We, usinitaje. Jikaze mwanangu. Mbona unashindwa kujikaza mwanangu Sam? Wewe ni mwanaume unajua. Ijapokuwa ni mweupe lakini wewe ni kidume, jikaze. Kweli unashadadia mwanaume mwenzako aende akanyoe ndevu? Mimi kaniza kwangu nyewe mnazionaje? Ndevu zimekaa kituristi hizi. Expensive shit. God damn it. Kiftolicit. Ni wivu tu hapa na pale. Darasa zima mnanichukia, mnataka nikatoe ndevu zangu. Kwani nyewe mnanitaka Hebu tulieni kwanza, nyamazeni. Mimi bado nipo na yule Karunde, msemaji wa darasa. We Karunde, bado hujanipa jibu sahihi.
nataka uniambie hii mindevu ya Kitundu wewe una kazi nayo gani? Kwa nini unaitetea isitolewe? Huyu mwalimu bado hajanielewa. Madam, mimi sijasema kwamba hizi ndevu nina kazi nazo. Sina kazi nazo hizi, mimi sizitaki. Sizielewi toka day one. Na darasa zima linajua mimi ndo mtu wa kwanza kuzikataa ndevu za Kitundu. Wanaelewa. Mimi sizitaki. Nizipeleke wapi? Mimi ndevu kama matawi ya mnavu. Mimi nilikuwa nasema hivi, ufanyike usawa. Kwa kuwa wanaume wote darasani hapa wana ndevu, watoe wote, kila mtu atoe ndevu zake ili Kitundu asijisikie vibaya. Sikiliza wewe msemaji wa darasa. Kwanza punguza ujuaji. Umesikia? Upunguze ujuaji kwa sababu hujui chochote wewe. Wewe mtoto mdogo sana. Sisi ndio tunajua matumizi ya ndevu. Kuna ndevu, afu kuna takataka uchafu. Hizi za Kitundu ni takataka, ni uchafu. Ndio maana mimi nataka utolewe. Ni takataka hizi. Lakini ndevu za Sam ni usable. Nikisema usable, zina matumizi maalum. Matumizi gani? Msitake kujua vitu vingine. Isheni hapo hapo. Mimi namalizia kusema hivi. Kitundu, kesho uje na upara kwenye kidevu kama mgongo wa chura. Shemtoi na Maria mtengane. Kitundu kakae na Maria, Shemtoi aje akae hapa mbele. Alafu wewe Karunde, ulikuwa unaanza kunishobokea. Issue sio issue, madam mwenyewe kakausha hajasema kwamba mimi nikatoe ndevu, wewe unashoboka eti nikatoe ndevu. Wewe unajua hizi ndevu zina kazi gani hizi? Zina kazi gani basi? Umalaya tu ndo unakusumbua. Muone tu pale. Alafu lazima kuna kitu kinaendelea kati ya wewe na Bi Kachala. Haiwezekani. Yeye akiingia darasani anakupa favor tu wewe, favor. Wengine anatuona kama mbwa, kama takataka, hatuna thamani. Sasa mtoto wa watu Kitundu, jamani, mbona kila walimu wakiingia hapa hawazungumzii kuhusu ndevu zake? Yeye akija tu ndevu za Kitundu takataka uchafu. Yeye ndo atoe ndevu tu wewe. Haiwezekani. Hilo swala haliwezekani. Kama kutoa ndevu mtatoa wote. Kitundu, usiende kutoa ndevu babangu. Oya, sikiliza wewe manzi wewe. Leo umenikwaza kinoma yani. Mimi huwa sipendagi jina langu litajotajwa ovyo ovyo mbele ya darasa, sijui nini kwenye masuala ya ovyo ovyo. Wewe uweze ukataja jina langu ovyo ovyo tu eti Sam anywe ndevu. Wewe unanichukuliaje wewe? Nyoko. Kwani wewe Sam unasemaje? Nasemaje? Nasemaje kivipi wewe mshamba? Wewe ndo mshamba. Mshamba mimi tena mimi mshamba Kitundu. Ude mleo mimi namgonga. Mimi yako usinitate ushauri mwaya. Kama unaenda kukiwasha kakiwashe. Upigwe udhalilike. Najua humwezi kwa lolote Karunde. Atakupiga hapa baadaye wakutangaze huko nje umepigwa na mwanamke. Mke wangu, Bimlole, mbona sura yako imegubikwa na simanzi? Unanitisha ujue. Bakari Kiboga, mme wangu, nikifikiria situation ulioipitia leo, moyo wangu unanyong'onyea na nakosa nguvu, kwa sababu sipati picha wakati Zumbe anakuambia kwamba kama unataka msaada basi nipatie mke wako. Hiyo sauti inaumiza sana, hasa pale mwanaume mwenye pesa akimwambia mwanaume mwenzake ambaye ni mnyonge, hana chochote, anahitaji msaada. Hakika leo umepitia wakati mgumu sana. Nadhani umejifunza kitu. Umepata funzo kubwa sana kwenye maisha, kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kukusaidia bure tu, akakupa pesa zake bure tu. Na ni bora huyo mzee Zumbe alikuwa wazi. Kuna wengine wanapita njia za panya. Alikuwa wazi kukwambia kabisa hata kupa pesa hadi umpatie mke wake. Hiyo sentensi inauma sana Bakari Kiboga. Na kama angepita njia za panya pasi na mimi kujua, ungemkubalia? Hapana, nisingekubali, kwa kuwa nakuheshimu sana mme wangu. Na mimi mzee Zumbe sijaanza kumkataa leo Bakari Kiboga, toka kitambo hicho. Lakini katika mazingira hayo unatakiwa kujifunza Bakari Kiboga. Mwanamke mwingine anaweza akakubali pasi na wewe kujua chochote kile. Atakubali kutokana na machangamoto yanayotokea kwenye nyumba, umaskini, anakubali kumpigia goti mzee Zumbe na kumpa kile anachokitaka. Na hicho ndio kinakuwa chanzo cha wanawake wengi kuona wanaume zao hawana thamani tena katika nyumba, kwa sababu yeye ameshapata mtu ambaye anaweza kusolve matatizo. Dharau na ndoa nyingi huwa zinavunjika hivi. We nani? Shemtoi. Jembe langu, ingia, mlango uko wazi huo. Hivi kuna chakula kweli? Mtoto kasharudi kutoka shule huyo. Hakuna hata kibaba leo baba, nimekosa cha kupika. Kuna kiporo cha makande tu, sijui kama atakubali kula. Vipi? Mbona kinyonge sana mwanangu? Habari za shule? Sijui niseme nzuri, sijui mbaya. Hivi zile nzuri au mbaya zile? Ndio kuambia nzuri. Yaani kiufupi ni mbaya baba. Ngala yako wewe. Wewe umechoka shule,
Unajua toka jana na kuona tu unarudi kutoka shule umenyongonyea, unalegea kana kwamba kondoo kanyeshewa na mvua. Wewe umechoka shule? Eti Mgosi kusokera shule ukuyunga? Hapana bwana, mimi sijachoka baba. Mimi bado naipenda shule. Alafu kama kuichoka shule ningeichoka mapema. Sasa hivi nipo mwaka wa mwisho kweli LY. Na karibia kufanya mtihani wa mwisho nimalize ndo niichoke. Mimi sijachoka, ila tu kuna vitu vinanikwaza, vinaendelea huko shule. Sio haviko sawa kabisa, vinaniumiza, vinanikwaza. Kitu gani ambacho kinaendelea shule mwanangu kinakukwaza? Kuna mwalimu anakuzingua? Au kuna mwanafunzi mwenzako anakuzingua? Niambie nimfinule mimi. Si unanijua vizuri babako. Sichelewe kumpiga mtu ndumba. Niambie ni nani anakuzingua huko shule? Issue ni nini unajua mzee? Klasi nzima wanafunzi wa kiume tuna ndevu, unaona? Mwanangu Shemtoi unamjua wewe. Jamaa na visharubu fulani hivi vikubwa tu vinaonekana hata kwa mbali. Kuna jamaa anaitwa Sam cheupe, handsome boy wa darasa, ana mindevu mingi tu. Halafu mimi ndo kama unavyoona ndevu, ila mwalimu kanikazia anasema eti nitoe hizi ndevu. Ndevu hazitolewi hizo mwanangu. Na kitu ambacho nimekuficha muda mrefu sijakwambia, hizo ni ndevu za nyota. Kiasili. Hizo ndevu za nyota. Kama unataka kuzitoa hizo labda utoe na kichwa chako hicho. Ndevu za nyota. Baba, unazidi kunipa wasiwasi. Naomba hebu nielezee kidogo hapo. Unavyosema ndevu za nyota, ndevu zangu za nyota kivipi yani? Hizo ndevu sio za kwako. Usiseme ndevu zako. Hizo ndevu sio za kwako. Uko wetu sisi wa mzee Sungambisi hatujajaliwa ndevu. Kama unavyoniona babako. Sina hata. Kwa hiyo mwanangu, hizo ndevu sio za kwako, ni ndevu za kupewa, ulikuwa nazo toka utotoni. Na kama ukiangalia vizuri kwenye hizo ndevu, ukichunguza utaona kuna vikamba vyeusi vimefungwa. Hizo ndizo nyota. Sasa mtu akithubutu kukata hizo nywele, hata akazikata tu kwa chini kidogo, basi tumekwisha. Na kama anazikata hizo ni heri akate na kichwa, maana akikata nywele ukoo mzima unakwisha. Mzee, sijui sometimes akili zinaruka, sijui ndo uganga unamchanganya mzee. Hivi una uhakika unachokisema? Ina maana hizi ndevu ambazo ninazo mimi Kitundu ndo ndevu ambazo zimeshikilia uhai wa kizazi cha mzee Sungambesi? 100%. Kwa 100% ukoo mzima tunategemea huo uchebe Kitundu. Ukiukata huo uchebe, basi tena mtu juu. Mavyala toka ukoo mzima tunakwisha wote. Wote nakwambia. Ndio maana nimekwambia mwanangu, tunza huo uchebe kana kwamba unavyotunza upara wako. Acha nikupe historia kidogo. Ukoo wetu wote wa Sungambisi, ukoo wetu huu bwana, nyota yake ni nyota ya kunguni, nyota inayonuka uvundo, nyota isiyokuwa na taa inayomulika maisha mazuri. Hivyo tulikuwa tunaomba nyota nzuri ambayo itafanya maisha yetu yawe mazuri. Ndio tukaenda kuomba mizimu, ikatupatia huo uchebe. Huo uchebe nilitakiwa nipewe mimi, nikawaambia hapana, mimi nishazeeka, nitaondoka nao mapema, wacheni nimpe kijana wangu mdogo mdogo. Ndio maana nimekupa wewe huo uchebe. Kwa hiyo usithubutu kutoa. Sawa baba, mimi nishakuelewa. Nimekuelewa vyema kabisa. Na ni bora ulivyonifunua mapema na ujua sasa umuhimu wa hizi ndevu. Maana mimi mwenyewe nilishaanza kuzichukia. Watu wananisema sana kwamba ndevu zangu mbaya, zimekaa kama uyoga. Wengine wanasema zimekaa kama malelema. Wengine wanasema nywele zangu zimekaa kama nywele za siri za shetani. Yaani wengine wananiambia zimekaa kama nywele za kwapa za popo. Maneno mengi wananisema. Lakini kwa sababu saizi najua umuhimu wa hizi nywele, sitajali lolote lile. Kwa sababu najua hizi nywele ndizo zilizoshikilia maisha ya ukoo wetu wa mzee Sungambisi. Sitathubutu kuzitoa wala kuguswa. Na mtu yeyote atakayenisogelea kwa sababu ya kuzichukua hizi nywele, nitampiga vibaya mno. Sadakta mwanangu. Na kama ikitokea sasa umezingirwa, unaona kabisa hapa siwezi kujitetea kwa namna yoyote ile, yani lazima tu akunyoe. Ukiona umefika kwenye hali kama hiyo, basi sema hivi: Mapinda kafula ufuzi wa fungo. Hebu rudia hayo maneno. Mapinda kafanyaje? Mapinda kafula ufuzi wa fungo. Mapinda kafunga ufuzi wa fula. Hiyo hivyo ngala yako. Sio hivyo bwana, nimekwambia sema Mapinda kafula ufuzi wa fungo. Mapinda kafunga ufuzi wa fula. Bwana Kitundu, sio hivyo ujue. Na hiyo ndio itakuwa kinga yako
Hata siku ukiwa umekabwa na majambazi, watu wabaya wamekushikilia, ukisema hivyo unapata ahueni na unaweza ukatoka ukiwa salama hapa. Hebu jitahidi kusema Mapinda kafula ufuzi wa fungo. Mapinda kafunga fungo. Baba, hiyo utaniandikia kwenye daftari. Kuongea hivyo mimi imenishinda. Okay, sawa. Nitakuandikia kwenye daftari. Uhakikishe unayakariri kichwani, uwe unaweza kuyasema pasipo kusoma popote pale. Hiyo ndo kinga yako mwanangu. Yana maana gani kwanza hayo maneno? Hayo maneno yanachekesha kidogo. Huyo Mapinda alikuwa mzee mmoja, jeshi la mtu mmoja hilo. Huyo bwana alikuwa akijamba hapa mpwi. Basi watu wote ambao wapo karibu au mtu yeyote ambaye ataisikia harufu ya ushuzi wa mzee Mapinda, basi alikuwa anadondoka chini na kuzilahi. Sasa maneno yake yamekuwa ni tiba kwenye ukoo huu wa mzee Sungambisi. Unavyosema Mapinda kafula ufuzi wa fungo, yani kwamba Mapinda amejamba ushuzi wa fungo. Fungo ni mnyama fulani akijamba huyo nyuki wanazimia. Wewe utakuwa unasema hivyo mwanangu, sawa? Sawa. Usicheke. Hiyo ndio kinga yako. Hebu nenda kwanza kabadilishe nguo, upate chakula afu ukae hapo ujisomee. Vipi mwanangu Shemtoi? Shule inakwendaje? Shule inakwenda vizuri baba, lakini mkuu wa shule anakumbushia deni la ada na amesema kwamba kama nitashindwa kulipa ada semester hii basi sitafanya mtihani wa mwisho kwa sababu tunakaribia kufanya mitihani. Mwanangu Shemtoi, bado tunapambana na baba yako kwa hali na mali. Tuhakikishe tunapata hiyo pesa ya watu tukalipe ufanye mtihani. Hatuko tayari kuiona ndoto yako ya udaktari inapeperuka tu kirahisi. Kwa hiyo mama yako hapa Bimlole na baba yako mzee Bakari Kiboga bado tunasugua kichwa na kutafuta hela hiyo kwa hali na mali. Hadi saa hizi mwanangu, ndoto zako zi katika mikono yetu. Mie hapa baba yako na mama yako Bimlole. Kwa hiyo tutahakikisha hizi ndoto tunazifikisha mahali husika. Hatuko tayari kuziashia zidondoke. Sawa baba na mama, mimi nimewaelewa na siku zote nakuwa na subira japo siku zinakwenda sasa. Kila siku nikirudi kutoka shule nikiwakumbusha kuhusu ada mnaniambia kesho tunapambana hivyo mnanipa moyo. Ila siku zinakwenda, fanyeni hima mpate hiyo pesa ya watu. Alafu kingine, mimi nilikuwa nakaa dawati moja na yule Maria. Sasa mwalimu wetu wa darasa eti akanihamisha eti mimi nikae na Kitundu. Wakati Maria ndo alikuwa ananisaidia kidogo kisaikolojia na pia she's my girlfriend. Hivi Maria mtoto wa nani vile? Maria si ndio yule mtoto wa mzee Komba? Huyo. Namfahamu vizuri yule binti. She's very bright. Na si ndo anashika nafasi ya kwanza kwenye darasa hili la kina Shemtoi. Mwanangu, pambania kombe. Katika kitu ambacho hutaki kukikosa kabisa kwenye maisha yako ni binti ambaye unaona kabisa yuko bright na anaweza kukusaidia katika mambo nani, kwa sababu toka uanze kukaa na yule binti wewe umesogea kidogo. Ulikuwa unashika nafasi ya 7 ya 8, umeshuka umefika hadi nafasi ya 4 ya 3. Kwa hiyo inaonekana huyo binti ana msaada mkubwa kwako. Mshikilie. Kama ni mwalimu huyo kakuhamisha dawati, hakikisha unapambana unakuwa karibu zaidi na huyo binti. Sawa baba. Hata Maria pia hayuko tayari kuwa mbali na mimi kwa sababu tayari tulishazoeana. Lakini jiangalie mwanangu, isije ikawa ndo tiketi yako hiyo ya kugombana na walimu na kufukuzwa shule, sawa? Haya, sawa. Maria, I was received a message from your teacher. Ameniambia kwamba wewe uko na ukaribu na kijana mmoja anaitwa Shemtoi. Kijana ambaye mwalimu wako kasema hivi, toka uanze kukaa naye, toka uanze kuwa na ukaribu na wewe kijana, performance yako imepungua sana. Japokuwa nafasi yako darasani imebaki kwa ile ile. Sasa nikaagiza awatenganishe darasa. Awatenganishe dawati. Ukae dawati lingine tofauti na huyo kijana. Lakini mme wangu, mimi sidhani kama huyo kijana wa watu ana shida kiasi cha kumtenganisha na binti yetu, kwa sababu namjua vizuri huyo kijana Shemtoi. Mara nyingi huwa anamsindikiza hapa nyumbani Maria. Ni kijana mpole, ana heshima, mwelevu na pia anapenda kusoma pia. Sasa sijui ni kitu gani ambacho kinafanya walimu wakamtenganisha. Mama Maria, mke wangu, unajua kitu ambacho ukifahamu wewe, hawa mabinti zetu au hawa watoto wetu wanakaa muda mwingi sana na walimu kuliko sisi wazazi. Maria anarudi hapa nyumbani jioni, anakaa dakika chache, usiku umeingia, anakwenda kulala, anajidamka asubuhi, anakwenda shule, na mwalimu anashinda naye Maria kuanzia asubuhi hadi jioni. Kwa hiyo tabia nyingi za hovyo na tabia njema za Maria atakuwa anazifahamu mwalimu kuliko hata wewe mzazi, kwa sababu wewe uko naye muda mchache tu, na hapa ndani hakuna interaction kubwa kuliko interaction ambayo anaipata Maria akiwa shule.
Kwa hiyo ukiona mwalimu kasema jambo hilo ni la kweli. Mimi nasemaje? Mwanangu Maria sitaki awe na ukaribu na Shemtoi.